kwa heshima kuu kaanza kumpigia makofi nabii wa Mungu. Naomba tukae chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unipungieni mkono hivi. Haleluya. Amen. Amen. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Reverend Maina wa UTC. Nahubiri pale town. Pia tuko hapa Ruai, tunajenga kanisa hapa bypass ya Ruai na tuko karibu kumalizia. Na bibi sitaki niseme mengi, sijui kama director amesalimia watu. Najua kuna watu hawataki kuongea sana mbele, hawataki kuongea mbele ya watu. Lakini sisi tumezoea kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sitaki niseme mengi. Nimshukuru director Ann kwa sababu ya kujitolea kusaidia watoto wetu, kujitolea kwa wale watoto wetu wamekuwa na mashida tofauti, unaijua. Tukiwaleta hapa tunaona Mungu anapenda, kwa sababu tumekuwa tukitangaza hili hapa na wale watu wote wamekuja mahali hapa wamesaidika. Nasikianga wengine wananipigia simu, Reverend Maina, hiyo ni hapo iko wapi? Naona mpaka mambo hapo hapa, kuja hapa. Usikate. Patia huyo akuchukue. Usikate. Huyo ananitafutanga usiku na mchana. Mpigieni makofi kidogo. Na kwa sababu aliniambia pia yeye akitaka kuspika hapa, alinijulia kwa mitandao na akasema kama Reverend Maina anakuja hapa lazima nifike hapa. Hebu salimia watu na uambie ulinijulia watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina mimi naitwa Stella. Mkaji wa Nairobi lakini nimetoka Embu. Nimekuja kuleta my brother here sababu nilisikia Reverend Maina akiwa kwa channel ya moja wa Maindi akisema hiyo rehab ni mzuri. And because my brother ameenda rehab kama mbili, nikasema nitajaribu tena mara nyingine ya tatu. So last week ndio nilimleta na ninashukuru sababu ninaona Mungu anatenda, sababu hata kuja leo sikuwa najua kuna meeting leo. My brother aliulizwa namba akapatiana namba. Sasa hii network imetoka kidogo. Ndio maana unaona nakimbizana naye lakini atakuwa sawa. So akapatiana namba ya my mom, the wrong one. Leo nikasema sijui, hebu nipige simu nisikie ako aje. Kupiga kumbe kuna mkutano na Reverend anakuja. Nikasema Mungu wewe ni wewe unashikanishana. So ninafurahi kwa mahali hapa. And I'm praying that everyone akitoka hapa atakuwa sawa. Every brother, sister or mother or wife that has brought a person here, I pray that God awaone through. Asante. Unaona vile nawaambianga uko hivyo hivyo. Nimeona. Karibu sana. Asanteni sana. Najua watu wengi hapa wananijua. Najua wale wazazi wameleta watoto wao hapa. Najua wakitoka hapa watatoka wakiwa sawa. Na najua watawachana na zile vitu wanatumia zinawaharibu. Na mambo mengine, saa zingine unakuta mtu amesoma na ile kitu tumefanya leo hapa ameingilia mambo mengine, dawa za kulevya, pombe, bangi. Lakini mimi ile kitu niliwaambia, hata kama umesoma na umekosa kazi, usiingilie hizo vitu. Kwa sababu mwishowe utakuja kujilaumu. Ile kitu unafaa ufanye ni kuomba Mungu tu. Ukatalie tu hapo. Kwa sababu wakati huu ni mzuri, wale watoto siku hizi wanazaliwa wanakuta wazazi wako na kitu kama wewe na brother yako John. Ubarikiwe sana. Huyu ni brother ya John, wale wanatusia simu iko town. Tunanuanga simu kwao. Lakini wakati wetu tulizaliwa, tulikuta hata nyumba zingine ni sanyasi. Wazazi wakatulea na shida, tukavumilia, tukakuja hapa Nairobi, tukakaa miaka mingi sana bila kupata kazi.
tukajifunza mambo hapa na hapa, unajaribu ndio upate kitu ya kukula. Hata tulikuwa tuna deal na masiringi kupori ile eta kwa ile ile kale kanini Kadhumuni. Kadhumuni. kale kadhumuni kale kadogo. Tulikuwa tunajaribu kufanya biashara aina yote ndio upate kitu ya kukula. Mimi nilikuwa nausanga ile makaratasi inawekwa kwa mkono hapa, kale karatasi ya black. Ulikuwa unakanunua shilingi moja, unauza shilingi mbili. Uniambie hiyo shilingi mbili ama hiyo moja moja, utauza makaratasi gapi ndio upate ukule lunch, upate fare, na kesho utaenda kasini. Hebu niambie ni makaratasi gapi hiyo unafaa uuze? Si unatokea tu na hata ujui ni nani atanunua. Wakati umesimama pale na hiyo makaratasi, ujui nani atanunua na nani hatanunua. Lakini ukitokea pale, unatokea kama umeamini Mungu. Nikitokea pale Mungu atanibariki. Amen. Amen. Najua mimi nimezoea kuongea kanisa ya watu wanasema amen. Si ndio? Mambo mengine ni kuamini. Usione ati ukiingilia mambo ya pombe ama mambo mengine utapata solution ya maisha yako. Ingine ni kujikaza tu. Unajaribu hapa, unaandikwa kwa hoteli, unaandikwa na huku. Na mwishoe utakuja kusimama. Ile kitu nitawaambia ni kuvumilia. Mkitoka hapa, kwa sababu watu wengi wametoka hapa wakiwa wamepona, kwa sababu watu wakiletwa hapa wanaangaliwa vizuri. Mkitoka hapa, ukirudi nyumbani, jaribu kujitenganisha na zile vikundi ambayo ulikuwa unatembea nao, kwa sababu hao watakufanya tena urudi hapa. Ukitoka hapa, toka kama umeamini, mimi nikienda huko nitapata kazi. Mimi nikitoka hapa nitaenda nisaidie wazazi wangu. Nikitoka hapa mimi naweza andikwa gari, naweza kuwa pilot wa ndege, naweza kuwa hata kama hujasoma uwezi kuwa pilot wa ndege ama nini. Siamini unaweza kuwa mchungaji. Mambo ya uchungaji ni Mungu tu anakufunua, kwa sababu mambo ya uchungaji ni mtu anasaliwa na hiyo kipawa. Si ndio? Ukiamini Mungu anaweza kufanya chochote, na ufanye kazi na ujisaidie. Kwa hivyo watu wa Mungu, ile kitu nitasema tu nikienda kumalizia, kwa sababu sina mambo mengi, kwa sababu masaa imeenda, unajua wengine wanaenda pale, si ndio? Ile kitu nitasema ni tuamini Mungu, tumuombe. Wale watu wameleta watu wao hapa, najua watasaidika, hata wewe utasaidika. Najua huyu mzee akitoka hapa, huyu atakuwa amesimama kama kijana. Amen. Kwa sababu hata wengi wao wakitoka hapa na kujaga kuwaombea, tunaigianga mpaka hapa tunapiga story hapo ndani, si ndio? Najua mzee ukitoka hapa utatoka kama tu kijana na mambo itakuwa sawa, si ndio? Ile kitu nitasema ya mwisho ni, hebu nisomee kalaini kamoja hapo katika kitabu ya Isaia 62. Kalaini kamoja tu. Kamwe tu. Dhafuri. Hau kalaini kamwe tu. Todo, unajua kuna mambo mengine hayo tunapitia. Unaona ni kama Mungu alikusahau, ni kama hakujui. Wengine tumejaribu kuomba, tumeomba, unaomba, badala mambo ikue sawa, inaendelea kuwa gumu. Usitoke kwa Mungu, endelea na kuomba. Lakini siku moja, siku ya masiku, najua mambo itabadilika. Si ndio my brother? Hebu soma hapo. Sawa. Karutio kahora, tuiwe karaini kau, nige kusaidia. Kwa sababu ile mambo yote unapitia, Mungu anakuanga anaijua. Ile shida uko naye, Mungu anaijua. Na Mungu tu ndiye atakumalizia. Haya. Psalm 62 verse number 11. Ngai oigire uhoro urimwe. Ngai, yani Mungu yeye ndiye alisema. Na alisema mara moja. Akasema mimi Mungu ndio nimesema. Semeni amen. Amen. Semeni amen. Amen. Mungu ndio alisema. Amen. Wewe utazaliwa ukiwa kijana. Wewe utazaliwa ukiwa mama. Amen. Na wewe utazaliwa ukiwa daktari.
akasema mimi nitasaliwa nikiwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wengine wakazaliwa na Mungu akasema nyinyi hamtakuwa wachungaji. Nyinyi mtakuwa mkibebea watu mizigo huko Marigiti. Semeni amen. Amen. Unajua saa hii wewe ukienda huko kwa soko ununue mizigo, unaweza ukajibebea. Na kama huyo Mungu akisema auko abebage mizigo, ukibebewa na nani? Haya, mtikwalia. Ukibebewa na nani? Si ndio? Wengine ni wakubeba mizigo, wengine waendeze gari, wengine watengeneze gari, akina John watuusie simu huko town, si ndio? Kama akikuwa anauza masimu, tukinunua simu wapi? Si ndio? Haya, naye John wakati anafanya kazi yake anahitaji mchungaji amuombee, si ndio? Naye Mungu akasema haya maneno na akasema moja. Amen. Amen. Athomare hau maigwega. Ngai nĩ oigire ũhoro rĩmwe. Mungu alisema mara moja. Akasema nini? Ona rĩa kerĩ nĩ ndaiguire akiuga ũũ. Na akasema hii mara ya pili ni kusema kuna mambo inaenda kubadilika. Unaweza kuwa mara ya kwanza kuna mashida mingi sana, lakini mara ya pili Mungu akisema hautakuwa kwa ile shida. Mungu atabadilisha mambo yako. Na mimi nataka niwaambie, hata najua kuna mtu mwingine ako hapa na hapo na mashida tofauti. Pengine ni Mungu ametutuma mahali hapa. Nikunenee neno moja tu. Ulilia mwaka jana, ulilia mwaka juzi, lakini Mungu anasema mara nyingine ya pili hautalia. Amen. Mambo itabadilika. Amen. Amen. Si ndio? Yes. Hata kama unakosana na Bwana, hata kama ulienda kanisani ukafukuzwa, ama mchungaji akakufanya mambo mengine ukasema hata sitakuwa nikienda kanisa. Hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza, lakini mara ya pili Mungu akisema mambo itabadilika. Amen. Amen. Usikae kwa nyumba. Hata kama ukienda kwa mitandao kuna mambo mingi, wachungaji wanapigwa, mambo mengine inatokea, ingine inalipuka pande hii, mpaka mwingine anasema mimi kulingana na vile naona kwa mitandao, mimi sitakuwa nikienda kanisani. Hapana, usikose kuenda kwa sababu ya mitandao. Mungu anasema mara ya pili, na hiyo mara ya pili ni ya maana sana. Kwa sababu ile ya kwanza inaweza kuwa ilikuwa na mashida mingi, ilikuwa na mapigwa. Lakini Mungu akisema mara ya pili anasema hutalia, hautagojeka. Umelia sana, umekuwa na magonjwa miaka mingi, lakini hii mara ya pili Mungu anasema hautalia tena, hautagojeka tena. Pesa yako haitakuwa ati kila wakati kuna mambo inatokea. Ukishika pesa kuna mambo inatokea. Wakati umeshika pesa ndio unasikia mzazi anakupigia simu, ng'ombe imegojeka. Na wakati hauna pesa hawapigagi simu, ng'ombe haigojeki, hata mzazi hagojeki. Lakini wakati umekula chama ndio unasikia ng'ombe imeanguka, ng'ombe inahitaji chumvi, ng'ombe sijui inahitaji nini. Lakini hii mara ya pili Mungu anasema atabadilisha mambo yetu na itasimama. Umejaribu kubadilisha huyo kijana wako, huyo mchichana wako, umejaribu lakini umeshindwa. Umejaribu kumwekea kazi, umejaribu kumpatia kila kitu, umejaribu unamwambia Kamau nikikununulia umba utakubali na uachane na pombe ufanye kazi. Unamnunulia, akifanya miezi 2-3 anaenda kwa pombe. Hata hiyo gari anaiweka hapo, hata kwingine inawacho ni karibu na vilabu zingine huko town. Ukiangalia kwa nini kwa Catrak unaiona iko town, ukimpigia simu anasema ako Joska. Wewe umejaribu mara ya kwanza kubadilisha mtoto wako na mambo mingi, umejaribu kumuongeleza, umejaribu kumpatia kila kitu, umemjaribu mpaka kumuitia anko wake amuongeleshe, lakini habadiliki. Hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza, lakini mara ya pili atabadilika. Usilie, usichoke, mara ya pili lazima abadilike. Hata sisi mara ya pili tunajua kuna mahali tunaenda. Amen. Amen. Tuko pamoja? Unanielewa? Tuhamu ndo akai.
Etwiaga tukanyitana wega. Rita ria keri ria mbere no turire muno. Ona ria keri no ni atiriri Ngai aiga rita ria gatatu na kwira lazima mambo ibadilike. Amen. Amen. Kwa hivyo nataka niwaambie vile tumekuja hapa tuangalie watoto wetu wamefika wapi, kama amebadilika. Unakuta amechange kidogo, mwingine amechange kabisa, mwingine ako hivi. Nataka niwaambie hii mara ya pili sio nguvu yako itatumika, sio pesa yako itatumika, kwa sababu mtoto unaweza mpatia pesa na akose kubadilika. Kuna kitu tunafaa tujue. Maandiko inasema mkono wa Mungu haujafujika. Amen. Amen. Lakini wengine kwa sababu wako na uwezo, anafikiria kwa sababu uko na jina kubwa unaweza badilisha mtoto wako. Unaweza fanya hivi ndio watoto wako wakae hivi. Nataka ukuambia amini Mungu. Amen. Na uachie watoto wako mkononi mwa Mungu. Amen. Na Mungu tu ndio anaweza kumsaidia. Amen. Lakini kuna wakati mzazi anashika mambo yote ya huyu mtoto wake amefukuzwa na bwana yake, kijana wake anakunywa pombe, ule mwingine ni mwizi, ule mwingine anafanya hivi, mpaka mzazi anashikwa na magonjwa mengine karibu akufe. Anakunywa madawa usiku na mchana. Kwa nini umebeba mizigo ambayo sio yako? Maandiko inasema mkono wa Mungu haujafujika. Utakuokoa kwa hiyo majaribiwa. Utaokoa huyo mtoto. Lakini wakati mwingine Mungu anatuachilia kwa sababu wewe umeshika mambo yote umeibeba. Si ndio? Naye Mungu anasema tumuachilie, tuachie Mungu. Tuachie hiyo mambo mkono wa Mungu. Amen. Na Mungu atayabadilisha yote. Amen. Na hapa ndio maandiko inasema mara ya pili lazima Mungu atende kitu. Unapotoka mahali hapa na watabiria Mungu atendee kitu. Amen. Mambo yenu yabadilike. Watoto wenu wakitoka hapa watoke wakiwa watu wazuri, wakiwa watu wamependa Mungu, wakuwe watu wanapenda wazazi, kwa sababu kuna watoto wengine mpaka wanatukana wazazi. Wacha niwaambie, hata uwe mkali na mna gani na haupendi mzazi wako, yeka neko lilikana karaini kau. Kauga gatirita. Yeka ne thimo 2020. Kauga gatiriri. Hebu sikieni vijana wale wanatukana wazazi wao. Mzazi wako awe kiwete, awe tajiri, awe maskini, hauna mzazi mwingine, ni huyo tu. Na wewe unatukana mzazi, na maandiko inasema mzazi ni Mungu wako wa pili, si ndio? Kwa hivyo Mungu ndiye amefanya mzazi wako akuwe Mungu wa pili. Na wewe unatukana kenye Mungu amefanya kiwe Mungu wa pili. Amen. Nayo maandiko inasema 2020 hali gani? Mugekithe kana nyina. Mugeki. Ithe kana nyina. Unajua kuna wengine wanapenda baba, hawapendi mama. Mwingine amependa mama, hapendi baba. Hebu soma tena. Mugekithe kana nyina. Kimuri giake gikahorerio nduma-ini iria njiruci. Hiyo ni kali. Unajua kutukana mzazi sio lazima umtukane kwa mdomo. Hata kwa roho. Hiyo unasema huyu nasikia huyu baba naweza hata muua. Huyu mama anakuanga sijui nini. Hata kwa matendo. Sijui kama Mungu ukijua ukinipatia mzazi kama huyu. Maandiko inasema hapa. Unayedharau mama yako siku moja. Ako kamongaza unaona uko nako kadogo tu kanajifanya ukue na nguvu, unaweka baba yako uoga. Kuna siku itafika utakuja kujilaumu. Penda mzazi wako kulingana na vile hapo. Amen. Unajua kuna wengine wanasemaga mimi mzazi mama yangu hata siwezi ongea na yeye, alinifukuza sijui nini. Wengine wanasema mama yangu nilisikianga alikuwa amejaribu kuniroga nikiwa mtoto mdogo. Hata akuwe nani ama nani, huyo ndio alikufanya nini? Alikuzaa. Amen.
Penda mzazi wako, kuna njia zitafunguka. Amen. Na kama upendi mzazi, ujue umekataa Mungu wako wa pili. Na hata baraka huwezi ukapokea kutoka kwa Mungu. Penda mzazi, mzazi akubariki, Mungu akubariki. Ile turanyitana. Turaiguana. Tondu wame na muciari, iyo ni Ngai yaku. Ni kuga ni warega kiria gitwito ni Ngai, si ndio? Warega kiria gitwito ni Ngai. Mashida inaanzia hapo. Mimi sina mambo mengi ya kusema, nitamalizia hapo na niseme Mungu awabariki. Amen. Kuja Bishop. Nataka uombe. Ubariki hao watu wote, hata wale wameenda. Na ufungulize milango yote ya baraka hapa. Wakitoka hapa, waende wakafanye kazi na Mungu awaonekanie. Najua kuna watu wengine wako na watoto wao wanawasumbua, lakini hawajui mahali hapa. Lakini wakileta watoto wao hapa, najua watasaidika kwa sababu ni wengi sana wamekuja hapa. Hata hili hapo Mungu akubariki sana. Na ukuage na pesa hivyo kwa sababu rihabu zingine zinalipizanga pesa mingi sana. Lakini hapa wewe ni Mungu tu. Na Mungu akuweke miaka mingi. Na utajirike kabisa. Si ndio? Simuzeme abarikiwe. Unajua rihabu zingine unasikia pesa zingine mpaka wewe unasema siakae. Si ndio? Kwa hivyo Mungu akubariki sana. Najua tukiwa pamoja tutaenda pali, tukiwa na jambo lolote, wamejipanga hapa, simu unapiga na mambo inakuwa sawa, si ndio? Barikiweni sana. Bishop Kesege, waombe, na kama kuna kitu ungisema useme alafu tumalize. Tulieni makofi.